kumwona Yesu ni jambo la moyo. Unataka nini wewe? Ni kweli kumwishi, lakini unataka nini? Ni kweli miaka yako haiwezi kuwa sababu ya wewe kukosa kumwona Yesu. Udogo ya familia yako, umaskini wa familia yako, hata utajiri ya familia yako. Napenda kumshukuru Mungu aliyenipatia nafasi ya kuweza kusafiri tokea Kongo kufika hapa. Ni mpango wake mwenyewe, kwa sababu bado nilikuwa siyaifikiria, lakini Mungu amenipatia na njia nifike hapa. Namshukuru Mungu. Safari ndefu tu, lakini Mungu ni mwema. Alikuwa pamoja na sisi katika hii safari, atupatia ulinzi wake wote. Tunasema jina lake lipewe sifa. Napenda kushukuru mchungaji pamoja na mama, wale wachoki kuendelea kutupatia nafasi na kibali mbele ya kanisa la Mungu. Wakati wote tunapita hapa, wanatupatia nafasi ya kuweza kuongea na kanisa. Tunasema kwa kweli asante sana mchungaji na mama pamoja. Tunasema asante kwa kanisa yote, kwa sababu katikati ya makanisa mengi, hii ni kanisa mmoja ile. Ninajisikia vizuri na raha kwa mara yote nafika katikati yetu, na kuwa na furaha zaidi. Tutasoma kitabu cha msingi siku za leo, kitabu ya Luka sura ya 19. 19. Luka sura 19 mstari wa kwanza hadi wa 10. Asubuhi ya leo Mungu amejibia kwa maombi yetu. Ya mulimu ni kujua kuongea kwake. Kuna wakati anaongea kama mtu tu, unasikia sauti kidogo ndani ya moyo wako inaongea, unaweza kuhisi ya kuwa ni akili yako, wakati ndi aina akili yako, lakini ni kusema kwa Roho Mtakatifu. Historia tumeijua. Waimbaji wanatusaidia sana, mara kwa mara wananyimbo wanatunga, inakuwa naongea maneno ya Zakayo mtu mfupi. Ni jambo kanisa inajua kabisa. Hata kuna miaka ya kusoma kitabu, lakini unafahamu maneno yanapatikana kwenye kitabu hii. Kishina ketu kumuona Yesu tu. Kumuona Yesu tu. Kama niwe nakuwa naongea, nitakushauri useme nataka kumuona Yesu tu. Na isikuwe maongezi, ikuwe mpango. Nataka kumuona Yesu tu. Tuna ratiba yetu ya kanisa. Imejulikana siku ya Jumane, siku ya Alhamisi, siku ya Jumapili, na program special inaweza kutupewa kwa wakati. Sasa wakati unatoka nyumbani kwako unaelekea kwa kanisa, unakuwa kumuona nani? Wakati unaenda pahali pa biashara yako, unaenda kuona nani? Wakati unakuwa nyumbani kwako, unataka kuona nani? Kumuona Yesu tu. Shaba yako, shaba yangu, lengo yangu, wakati yote nitakapokaribia kanisani hapa na mahali pengine popote nitaweza kupatikana, nitamani kwa moyo wangu wote kumuona Yesu tu. Nasema kumuona Yesu tu. Wakati tunaongea kumuona Yesu tu, tunamaanisha tena
kuwa aina paka Yesu anawezekana kuonekana mbele yetu. Mbele yetu kuna vitu kadhaa, vitu nyingi tu vile macho yetu itatamani kuona taki. Lakini pamoja na ile yote, ona Yesu tu, tafuta Yesu tu, Yesu na peke yake tu. Kumwona Yesu kunamalisha kila kitu. Niongee, kunatosha. Kumwona Yesu kunatosha. Sijui na jambo gani ukione Yesu itabaki hivyo hivyo. Sijaiona hata moja. Siasikia habari ya jambo moja wakati mtu anaona Yesu inabaki sawa sawa. Dada, ndugu, ona Yesu tu. Tamani kuona Yesu tu. Na msikie mtumishi wa Mungu mmoja mpendwa wetu, mtume wetu anaongea. Tusome kitabu ya Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 2. Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 2. Hakuna neno lolote ya mimi kutamani kujua kwenu. Anasema nimekuja katikati ya wenu nyinyi wa ndugu zangu. Nimefika katikati yenu. Nimekaa pamoja na nyinyi. Mko wetu. Na kila mtu yote ana maneno yake. Lakini wakati nikaa katikati yenu mimi sikutamani kujua jambo lolote kuhusu mtu yoyote kanisani. Je, amevaa hivi? Je, ameongea hivi? Je, anatembea paka na ndugu fulani na dada fulani? Je, fika sehemu fulani? Sikutaki kujua jambo lolote ila Yesu Kristo aliyesulubishwa. Maneno ya watu ngapi hapa kanisani umejua? Umeijuaje? Umeijuaje? Zaidi pale Kongo hapa maneno sawa. Utaona mshirika anaingia kanisani mwezi mzima ni nyingi. Anajua kabila ya mchungaji ni kabila gani, ya mke wake ni kabila gani, anajua nguo hizi amevaa si ya kwake, ni kaka yake aliyeweza kumpatia, nyumba amekaa alipi, anapata msaada ya ndugu kanisani. Mwezi mmoja tu. Haya yote umeijuaje? Paulo naye pia alifika katikati ya wandugu Korinto. Anasema nikaa na nyinyi, lakini sikutamani kujua jambo lolote. Nani amekula? Nani amekosa kula? Nani anachumbiwa? Nani anaoa? Nani ana pesa? Nani ana kazi? Sikutamani kujua jambo lolote katikati yenu isipokuwa tu Yesu Kristo na Yesu Kristo aliyesulubishwa. Ni ya muhimu sana jamani kumuona Yesu tu. Haleluya. Sikia ujamaa iko namuonesha Mungu vizuizo vyake hivi asiishi na ashitende pamoja na Mungu. Anasema vizuizo. Anasema mimi jamaa yangu ni jamaa maskini sana.
katika taifa ya Israeli, Mumanase. Jamaa yangu ni maskini sana. Napenda kujulisha ndugu mmoja, inawezekana kama mnikaa unaangalia kushoto na kuume, unabeba jamaa yako, familia yako, unaikutanisha, hakika ni familia ya umaskini sana. Familia ya umaskini haitatokea siku hata moya ikwe sababu yako ya kukosa kumuona Yesu. Mimi maskini sana. Umaskini wangu unakuwa sababu ya kukosa Yesu au kumuona Yesu. Haiwezekani. Mimi katika jamaa ya baba yangu, mimi ni mdogo sana. Ngisi ya kuweza kukuona, ya kutembea na kutenda pamoja na wewe. Usikaone udogo, usikaone bwingi ya miaka yako, umri yako kama kizuizo. Jamaa, mtanielewa kama bado sijajitoa sana kwa njia ya Mungu na kumtumikia. Mimi ni mtoto tu, mimi ni binti tu, nasubiria kama vile matangazo yanakuwa nasema ya ulimwengu, nasema vijana ni masiku ijayo mbele ya kanisa. Mnajua sasa ni uongo? Mimi nasema mnajua sasa ni uongo? Mimi nasema la jeunesse mu français banasema wa vijana njoo masiku ijayo mbele ya kanisa. Mnajua sasa ni uongo? Pasa nasema ni ukweli. Sauti ya Mungu inasema je, wakati Roho Mtakatifu itashuka, inashuka baba zetu na vijana. Sasa kama inachukia kijana, atafanyia Mungu kazi sasa hivi au atachunga kesho? Mtajibu pale, mtarudia nyumbani. Haleluya. Miaka yako haiwezi kuwa sababu ya wewe kukosa kumuona Yesu. Udogo ya familia yako, umaskini wa familia yako, hata utajiri ya familia yako. Kwa sababu Biblia inasema kuna mtajiri mmoja yamfuata Yesu, anakamuuliza, Bwana, nifanye je hivi nipate kurithi ufalme wa Mungu? Na umaskini, na utajiri, na udogo na ukubwa, na ufupi na urefu, na bukizi wanakuongea, na ukipofu na kuona, hakuna kitu hata kimoja kitakuwa sababu kwangu, kitakuwa sababu kwako kwa ajili ya wewe kukosa kumuona Yesu. Bona wewe uko Muyahudi, wewe ni Muyahudi na sisi ni wa Samaria. Je, unakuwa na nyomba maji? Akabeba maneno ya kabila akaweka pale. Yahudi, Msamaria, Mkongo, Mtanzania, Kasai, Muluba. Kabila yako, kabila ya wale wanaishi pamoja na wewe. Nani anakuya Mtanzania kwa kutaka kwake? Nani anafanya wengine wako wa Tanzania? Nani anafanya wengine wako wa Kongo? Nani anafanya wengine wakuya wa Kifaransa? Si yule mmoja moja? Je, kwa sababu tu nimekutana na Tanzania haitawezekana mimi nijue Mungu? Je, nimekutana tu na Mkongo huyu haitawezekana nimjue Mungu? Kabila, taifa ikwe kizuizo kwa wewe mimi tupate kumwona Yesu? Nani alifanya watu kwa mataifa tofauti? Si yule moyo mmoja anafanya watu waseme na wengine wasiseme, wengine watembee na wengine wasitembee? Haya yote ndugu yangu na dada yangu, napenda tu tujue ya kuwa hakuna kitu
kinaweza kuya sababu kwangu na kwako kusema mimi siwezi kumwona Yesu tu kwa sababu hii. Nataka kwenda mbali na kumaliza hii safari. Wanamshika mwanamke mmoja, wanamleta mbele ya Yesu. Ameshagatika, ana dhambi ya usharati. Huyu mwanamke aliyeshagatika mara hii ya kwanza abakumkutanisha kunafanya usharati. Yesu alikaribisha kwenye nyumba fulani, na huko alikuwa anahubiri habari njema. Watu walikuwa wengi sana pale, wanakuwa nasikia kama kawaida, walikuwa wanamfuata wakati Yesu anafundisha sauti ya Mungu. Ikatokea pale pale mwanamke mmoja mwenye maisha ya usharati. Mwanamke mwenye maisha ya usharati, mwenye kujulikana na sifa ya usharati, akaingia naye pia kwenye ile nyumba. Alikuwa na perfume yake, akaivunja, akaimwanga kwa miguu ya Yesu. Jamani, mliweke pafashi ya wale watu walikuwa pale. Huyu mwanamke ni msharati. Sasa mwanamke msharati kama anatumia perfume, mnaona anatumia perfume kwa ajili ya kufanya nini? Wewe ni kijana mzuri sana. Utaniona kisha ibada nikupe kwa 5,000. Haleluya. Anakatala kukata. Kuna watu wengine kwa kuchibia hivi atacha, kwa nini anajua? Amejua aje? Yeye mtoto wa Mungu atajua maneno ya mtoto wa Mungu anaishi kwa mbingu. Kisha anaishi pa dunia hapa. Kuna utakatifu mwingine isipokuwa utakatifu. Amen. Mwanamke abebe perfume ni mwanamke mkaaba. Kisha anabeba perfume yenyewe, asiweke mwenzake mwanamke, anakoweka mwanaume. Simamia kwa kwenye perfume, anabeba na nywele. Anaanza kupanga ya Yesu. Hata kama wewe ulikuwa pale, ulifaa kusema je? Bakasema bona huyu jamaa kama alikuwa nabii, je, ameacha mtu mwenye maisha mubaya hivi kukaribia karibu naye kumgusa? Mnamna ingine balikatala kuongea, banasema Yesu ni msharati wa kiwango kibaya sana. Wakajizuiza kusema tu, lakini kwenye mawazo yao walimaliza kabisa. Ye kama shikuwa msharati kama yule mwanamke, kama shikumuhusu amweke perfume, ashikuweza kumuhusu amuguse hivi anamugusa. Hata usharati wake haikumkoseshe kuona Yesu. Sijui asubuhi ya leo una udhaifu gani? Kama una msharati paka na asubuhi. Tuanzie hapo. Kama ni msharati, kama kumsharati paka na sasa, napenda kukujulisha busharati wako abuwezi kukuzuiza kumuona Yesu. Kama wewe ni munafiki, kuna watu wanafiki wa kiwango ya ajabu. Mkikutane naye, Bwana Yesu asifiwe, maneno inaongea kwa Bwana Yesu asifiwe ni ingine, ile kwenye moyo ni ingine zaidi ya ile wao hawezi kufikiria. Wakisema na nia ya kutafuta kukuua, utabisha, unasema hapana, haiwezekana, huyu hapana. Kama ni mtu mwingine nitakubali, lakini huyu hapana. Lakini munafiki, napenda kujulisha kama itawezekana, sijui kama beko hapo katikati yetu zaidi kukongo beko wako. Juu ya hapa Mtanzania bana hapo, mtajulisha bale ba kukongo banasema hata unafiki wako hawezi kukuzuiza kumukaribia na kumuona Yesu. Kwa nini? Yesu amekuja katika dunia hii na sababu. Yesu amekuja katika dunia hii, neno la Mungu inaongea kwa ajili ya kuokoa binadamu wote. Amekuja katika dunia kwa ajili ya kuokoa wafupi. Amekuja katika dunia kwa ajili ya kuweza kuokoa warefu. Amekuja katika dunia kwa ajili ya kuokoa wembamba. Amekuwa katika dunia kwa ajili ya kuokoa wabonge. Amekuwa katika dunia kwa ajili ya kuokoa bipofu. Amekuja katika dunia kwa ajili ya kuokoa viziwe. Amekuwa katika dunia kwa ajili ya kuokoa familia yote, hata ya wamaskini, hata ya watajiri. Kila
ana mahali mbele ya Yesu. Hakuna ule hali yake ya ubinadamu, hata makosa yake itamzuiza kumwona Yesu. Kumwona Yesu ni jambo la moyo. Unataka nini wewe? Ni kweli kumwisi, lakini unataka nini? Ni kweli kukipofu. Hata Batimayo alikuwa kipofu. Bukipofu bwake abukumuzuize kumwona Yesu. Bukipofu akabubadilisha bunakuwa nguvu ya kuweza kumwona Yesu. Kuna ngisi ya wewe kubadilisha ufupi wako unakuya nguvu ya kumwona Yesu. Akajitazama mwenyewe Zakayo, akaona ya kuwa mimi ni mtu mfupi. Ni kweli hapa nikitafuta msaada wa binadamu sitapata, lakini kuna msaada kutokea kwa Mungu mwenyewe. Ameniwekea pembeni pale mche wa mkuu, basi nikapande kwa mche wa mkuu. Tazama vizuri pembeni yako. Mungu anaweka kupembeni yako paka kanjeka kutokea mshida yako. Kuna njia pembeni yako Mungu amekwisha kuweka, ile njia itakutosha kushida lako, kumagumu yako. Inawezekana Mungu aweke mti, inawezekana Mungu aweke watu. Kuna mtu mmoja pale alikuwa sijui tutaita mlemavu, paralysie nikisema alipoza mtu mmoja paralytic. Kuna mtu alikuwa mwenye kupoza, alikuwa anahitaji kumwona Yesu. Sasa mwile hali yake hawezi kumwona Yesu. Mungu akatengeneza watu pembeni yake, wale walibeba bushito bwake, mateso yake, bakamweka pa kitanda. Na kuambia hata kumfupi Mungu atakuwekea mchi. Hata kama mchi hainako Mungu atakuwekea watu. Fukuzio ya Mungu wewe umuone tu. Hakuna kitakapo kuzuiza kumwona Yesu. Na katika maneno yote haya, kiu ina maana sana. Una kiu ya kumwona Mungu? Mumateso yako, mumangaiko yako, mutabo yako, una kiu ya kumwona Mungu? Kiu inatosha tu. Ukiwa na kiu, anasema ule yote kona kiu, mimi nitamaliza kiu yake. Ule yote kona njala, mimi nitamaliza njala yake. Tusijifiche kwa urefu, kwa ufupi, kwa kabila, kwa umaskini, kwa majamaa, hivi tuseme hatuwezi kuona Mungu. Ningelikuwa hata Marekani, ningemwona Mungu kwa wepesi. Umaskini iko katika Kongo na Tanzania jamani, kwa kuweza kumjua Mungu. Wewe Mtanzania wewe Mungu kweli? Mkongo yeye Mungu. Ningelikuwa ku Marekani, kwa kweli maisha kule ni sawa, nitakutana naye na unadanganya. Hakuna kile kitakuzuiza.